19 nimemsimamisha kazi, nikitoka hapa naenda kumpa Rosi na acha mashtaka. Akajibu ndani ya siku 14 ajitetee kama sio yeye aliyofanya. Baada hapo sisi tukamfukuza moja kwa moja. Haiwezekani tukaenda namna hiyo kwenye serikali, na hata serikali zote zilizopita hatuwezi kuangaliana vitu vya namna hiyo. Tumemsimamisha kazi leo, tutapeleka mashtaka leo, atajibu ndani ya siku 14. Baada ya hapo atatuletea. Akisha tuletea, tutaendelea na utaratibu wa kinidhamu. Tunamfukuza afu na kabidhi TAKUKURU au polisi. Nilikuwa nimeshamwondoa kwenye utumishi wa umma, na kabidhi polisi, TAKUKURU wapenaye moja kwa moja milioni 28 Rosi ambao yeye mwenyewe amesababisha. Watumishi wengine 60 ambao majina yao ninao hapa. Nao makosa yao ni hapa. Anakopa mkopo huu NBC, ana mapato yake 320,000 kwa mwezi. Anaongea na huyu jamaa, wanakubaliana mambo ambayo wanafahamu wenyewe. Anamtolea 320,000 na anaweka 2,000. Akisha kulipa hivyo, mwezi unaofuata anaenda kwa sehemu nyingine. Hivyo ndio mchezo ambao walikuwa kufanya kila siku. Wako 60 ambao sasa hivi ni nao. Jumla na Mungu na mkubwa wako 61. Ambao nao mchezo wao ni huu. Na utaratibu mnausikia huwa haraka. Kwamba uwezo kukopa mkopo wa utumishi wa umma, uwezo kukopa mkopo wowote kama mkurugenzi mkuu mwajiri kupitisha. Sasa watu wamekopa kwa kuwasiliana tu na wewe mtu mmoja. Fomu zao za maombi hazipo msingi, wala zitakutishwa na mkurugenzi. Wanaongea tu wawili, wanaondoa mkopo, wanaweka 0, alafu kesho yake wanaprinti size slip yenye isiyoonyesha kwamba huyo mtu anakopa popote. Halafu wanaenda kukopa benki nyingine. Wanapata jukumu. Analipa kama mzunguko wa pili wa tatu. Wanaomba tena ule mkopo. Akiprinti size slip inaonekana hajapata mkopo wote. Anaenda kwa maboto. Anachukua mkopo milioni 17. Hayo yote ofisi haijui ya mkurugenzi. Anaitwa yule atatumisha ambaye tunamsimamisha kazi sasa hivi. Hivi ndio tunaona kuuza. Ni vizuri nivike na kile ambacho Mungu kwa rehema zake amekupatia. Kitakuwa cha baraka na familia yako kitatosha. Utaishi kwa amani. Kuliko kupata mamilioni ya pesa ya wizi na rushwa kama hizi. Kwa maana hao timu moja pamoja na kwamba hapo pepo wamekula njama za kujipatia fedha. Hilo ni kosa la jinai. Kula njama, wamekula njama za utumishi ya kuibia taasisi ya fedha na kuvunja uaminifu wa ofisa mkurugenzi. Na kuonekana ofisa mkurugenzi halmashauri ya mji ni matapeli. Sasa sisi hatuwezi kukubali hata siku moja. Hawa 60 kwa mujibu wa kanuni za utumishi wa umma, leo nitawapa barua kujieleza ndani ya siku 3 ya kujieleza. Kwa nini mkopo fulani uliochukua tarehe fulani umekununua makato alikuwa $2,000 na bahati nzuri nimeshaenda kwa taasisi zote zimeeleweka.
Waraka umeandikwa tarehe 28 Novemba 2012. Unahusu utaratibu wa kusimamia mikopo inayotolewa kwa watumishi wa umma na serikali au taasisi za kifedha. Serikali imekuwa ikichukua hatua za kuboresha hali ya maisha ya watumishi wake kwa kuwapatia mikopo au kuwadhamini kupata mikopo kutoka katika taasisi mbalimbali za kifedha zilizosajiliwa sheria. Katika kutekeleza hatua hizo pamejitokeza changamoto nyingi baina ya watumishi na taasisi zilizokopesha kama ifuatavyo. Moja, watumishi kukopa zaidi ya ukomo uliowekwa katika kanuni za kiutumishi zilizosimamia mikopo. Mbili, watumishi kukopa katika taasisi za fedha bila kuwahusisha waajiri na matatizo yanapojitokeza kati ya mkopaji na mkopeshaji, mwajiri kushindwa kuchukua hatua kwa vile hakuhusishwa katika mchakato huo. Kama idara yangu nasimamia masuala ya miradi, mipango na miradi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa ujumla katika halmashauri ya mji. Sasa sisi kama watumishi tunafanya kazi katika maeneo tofauti tofauti, na huko kwenye maeneo tofauti tofauti ndipo ambapo tunatekeleza mipango yetu pamoja na miradi yetu ya halmashauri kwa ujumla kwa manufaa ya wananchi wote wa Tanzania. Ipo miradi ya elimu, miradi ya afya, miradi ya barabara, miradi ya maji, na tumaini kwamba nyie ni mashahidi, mnaona huko kinachofanyika. Sasa nyie kama watumishi, kule ambako miradi inatekelezwa, kila mtumishi ana wajibu kuhakikisha kwamba na yeye anasimamia mradi pale ambapo mradi unatekelezwa kwenye eneo lake.